Tutakuwa na somo ambalo linakwenda kwa jina la, au naweza kusema kwamba kumbuka matendo makuu Bwana aliyokutendea na usimame imara. Kumbuka matendo makuu Bwana aliyokutendea na usimame imara. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka matendo makuu Bwana aliyokutendea au aliyokufanyia na ukasimame imara. Fahamu ya kwamba kila mtu hana kitu ambacho anasema kwamba mimi Mungu hajanitendea. Mungu kuna vitu vingi ambavyo ameachilia kwa kila mmoja mmoja. Ndio maana hii leo hata tukisema tutoe nafasi ya ushuhuda kwa kila mtu atazungumza vitu ambavyo Mungu alimfanyia, alimtendea na bado anamfanyia katika maisha yake ya kila siku. Tumeona kuna kipindi cha shukrani, kila mtu ameelezea namna ambavyo Mungu ameweza kumtetea katika maisha yake. Mkono wa Bwana uliweza kuwa pamoja naye katika maisha yake. Na hivyo basi tunafahamu kwamba kila mtu hakuna jambo ambalo hana jambo la kusema kwamba mimi hili Mungu hajanifanyia. Inawezekana labda umefanyiwa kitu kwa msaada wa watu fulani, lakini hata watu ambao wameweza kukusaidia ni Mungu alikuinulia wewe ili waweze kusaidia. Yesu asifiwe sana. Amen. Mwingine akasema, mbona katika maisha yangu mimi najiona ni mzima, anachukulia kawaida. Mbona kwenye kazi yangu mambo yanaenda, anachukulia kawaida. Lakini hilo ni mojawapo ya matendo makuu ambayo Bwana anakutendea katika maisha yako. Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo basi kichwa cha somo kinasema kwamba tukumbuke matendo ambayo Mungu ametutendea. Lakini baada ya kukumbuka, nini ambacho tunatakiwa kukifanya? Tunatakiwa kukifanya ni kusimama imara. Ni kusimama imara. Kwa sababu gani? Watu huwa kuna namna tunajisahau. Vile ambavyo Mungu anatutendea tunachukulia ni kawaida. Tunaona kwamba hizi ni akili zetu, hii hapa ni nguvu yangu mimi, ni jitihada binafsi. Kwa hiyo tumeacha kusimama imara kwa sababu tunaona kwamba maisha yanaenda, ni kwa sababu tu sisi wenyewe tunajikuta tumeamka, tumeenda kazini, tumerudi salama, watoto afya ziko vizuri, tunachukulia nini? Ni kawaida. Lakini ni matendo makuu ya Bwana ambaye anafanyaje? Anatutendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo basi tutakwenda kuangalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Tutakuwa tukisoma taratibu tukielezana namna ambavyo inazungumza hiyo Wakorinto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza, Biblia inasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho. Yesu asifiwe. Amen. Mmoja pia nisomee Kutoka 13:21 hadi 22. Kutoka 13 Kutoka 13. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 21 hadi 22. Mstari wa 21 mpaka 22. Neno la Mungu linasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili aongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. 22 na mwisho. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele yao watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 10 ule mstari wa kwanza inasema kwamba, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Mwandishi wa kitabu ni Paulo kwa Wakorinto, na ameandika haya kwenye hii sura ya 10 mstari wa kwanza.
au amechukua kama mfano wa wana wa Israeli kipindi wakivushwa kutoka nchi ya mateso kwenda kwenye nchi ya asali na maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa Paulo anazungumza, anasema kwamba kwa maana hapendi tukose kufahamu. Ni kwa nini? Anataka aone namna ambavyo, anataka si tufahamu namna ambavyo wana wa Israeli walipitishwa katikati ya mateso, katikati ya shida. Mungu alifanyika kuwa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wingu la moto liliwafunika wakati wakipita katika nini? Katika shida. Lakini bado wana wa Israeli hao Mungu aliwatetea, aliwasaidia kwa kumpiga nani? Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako yale matendo makuu, naweza nikasema 10 au zaidi, ambayo Mungu aliyafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana wa Israeli wanaachiwa, wanakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Wazaliwa wa kwanza walikufa, maji yakageuka yakawa damu, kukawa na nzige mji mzima na matukio mengine ambayo yanafanana na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo hapo Paulo anatuonyesha kwamba ni mojawapo ya matendo makubwa ambayo Mungu aliweza kuwasaidia wana wa Israeli kuhakikisha kwamba wanakuwa nini? Wanakuwa salama. Yesu atukuzwe. Amen. Tukisoma mstari unaofuata akasema kwamba wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile cha roho. Biblia inasema kwamba wote wakabatizwa kuwa wa Musa. Ina maana gani? Kwa kipindi kile Musa yeye ndo alikuwa amepewa dhamana ya kuhakikisha kwamba wana wa Israeli wanakuwa salama na wanavushwa katika yale mateso yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi leo hii tulivyobatizwa au tulivyoamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, sio wa Musa tena, lakini tumekuwa nani? Wana wa Yesu, wana wa nani? Wa Mungu. Na Mungu yupo kututetea katika kila aina ya shida ambazo tunakutana nazo. Anatushindia katika afya, tunakuwa salama. Anatushindia katika masomo, tunakuwa salama. Anaachilia upendo katikati yetu, anaachilia amani katikati yetu, hata katika utumishi na maisha mengine kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona pia wana wa Israeli hao baadaye ikaja wakaanza kukengeuka, wakasahau matendo makubwa ambayo Mungu aliwatendea. Wakaona kama Musa anawatesa. Wakaona kwamba hivi, kwa nini tunaishi katika maisha ya shida? Kwa nini Musa umetuleta hapa? Bora ungetuacha kule. Yesu atusaidie sana. Amen. Atusaidie sana. Kwa unaona kwamba Musa aliwasaidia kuwavusha, lakini tena ikafika muda wakaanza kumlaumu Musa. Kwa nini umetuleta katika nchi hii? Lakini bado Bwana alikuwa pamoja nao. Mungu alikuwa pamoja nao. Kuna muda walikosa chakula, Mungu aliwaletea kwale wakala. Kuna muda walikosa maji, Musa akaambiwa apige mwamba, mwamba ukatoa nini? Ukatoa maji. Kwa hata hivi katika maisha yetu tunayoishi, tunasahau ya kwamba tulikuwa katika shida, tulikuwa katika mateso. Wengine waliteswa na dhambi, wengine waliteswa na adui, wengine waliteswa na familia kutokana na maisha ambayo wanaishi. Familia zao zilikuwa ni za kuamini mizimu, za kuamini waganga, lakini bado Mungu alifanyaje? Aliwatendea. Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa tukijaribu kukumbuka namna ambavyo Mungu alitusaidia, manake hatuna budi kumpa Mungu shukrani. Hatuna budi kumrudishia Mungu utukufu. Hatuna budi kusema kwamba Bwana asante. Haijalishi ni vitu gani ambavyo unavipitia kwa huu muda, lakini bado Mungu yupo na wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiendelea kushuka pale chini anasema mstari wa 5 anasema, lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Lakini wapo ambao ikafika muda akaanza kuabudu sanamu, wale ambao walikuwa wanavuka kwenda Kanaani. Bwana hakupendezwa nao. Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tunachukulia kama ni reference. Watu tupo tulishamjua Mungu, tulishakabidhi maisha yetu kwa Mungu, lakini bado tumejaza vitu ambavyo vitatusababishia Mungu siweze kutuangamiza. Bado unafiki umekuwa
mwingi katikati ya maisha yetu, bado tunawasema watu vibaya. Yesu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya.